Asante sana. Karibu sana kwa ukulima wa sungura, ukulima wa kisasa. Asante. Chiel nyakora mugi ajwang' adwa ni anyisi ni odichieng' ma kawuono ayudora e Bamburi bende kawuono wadwa puonjore kit pith mar apuoyo. Gin ang'o ma in iwuon kaka jalno ma osebedo maybe ka wuoyo kata dwa ng'eyo weche mag apuoyo ming'eyo wiye. Achiel kuom gigo ma bende daher na nyisi ni apuoyo en gima kisungu dendo ni social animal. Odichieng' ma kawuono adwa ni wabed gi japur ma bende dhi nyisowa kata dhi medo puonjowa gimomiyo en owuon nochako pith mar apuoyo. To be gimomiyo thoth ji sani ohero ring apuoyo niya, mana kaka broiler kata ring'o mar gweno ma broiler kawo dweche 3, ringre mar apuoyo bende kawo mana dweche aina go. Yina mondo akwaw thuolo mar wakie chenro mar juma ni kaka pile luonga ni Alori Nyakablar machiegni. Kwanza tutaanza na introduction, utatuambia jina yako, mahali ambapo tupo, chenye wewe mwenyewe unafanya. Naitwa Justin Magiri. Hapa tuko mitaa ya Bamburi, Mombasa. Hapa tunafanya ufugaji wa sungura. Kilimo cha kisasa. Ile tunasema urban feeding our populations who are located in the urban areas. So hiyo ndo kazi tunafanya. Nini ilikupa motisha kwanza kufuga sungura? Motisha naweza sema mimi mwenyewe napenda ufugaji wa wanyama. Kabla nianze ufugaji wa sungura, nimepata nafasi nikafuga ng'ombe, mbuzi, kondoo, hata kuku. So nina ile upendo wa wanyama na ndio linisukuma nikaanza ufugaji wa sungura. Wakati nilianza ufugaji wa sungura ilikuwa kama hobi kwangu kwa sababu ya ile tu upendo wa kufuga wanyama. Kwa hivyo nilifanya kwa miaka 2 bila kuuza. Lakini hapo ndipo nilipata msukumo wa kuwa hawa sungura unawekea nini, kwa sababu ya wakati nilikuwa na wakizaana mimi naongeza mabanda, wakizaana mimi naongeza mabanda, lakini sasa nikakuwa naulizwa na watu wangu wa karibu, hawa sungura una mpango gani na wao? So huo msukumo pole ndio ulinifanya sasa nikaingia kwa kibiashara. Ni biashara ambayo umeifanya kwa muda unatoshanaje? Sasa hii biashara mwaka wangu wa 8 nimekuwa nikifanya. Lakini vile nimekuambia miaka 2 ilikuwa more of hobby. Kwa hivyo nasema biashara nimefanya kama miaka 6. Asante sana. Housing, the structure itself. Kwa nini ulichagua kuwa na structure na kama hii? Now, structure kama hii, kwa nini tulichagua this particular design? Ni kwa sababu ile tunasema tunafanya ukulima wa kisasa. So ukulima wa kisasa ni kitu ya kwanza ni kukuwa space efficient. Tunaweza je kutumia ile nafasi kidogo tuko nayo tufanye ukulima ambao uko bora. Sasa tumechagua design ya hii ya kuwa hii inaweza enda juu, inaweza kaa juu ya mwenzake. Hata tulikuwa na mipango bado tuongeze nyingine juu, zikwe 4. Sasa hata kama tutatengeneza rada ya kupanda na kutembea juu, lakini yamaanisha ukiwa mjini na especially kama kwa kulima kama huu unaweza tumia ile inaitwa vertical space. Kwenda ndaso tulichagua hii, na sasa pia hii design yake inasaidia ukulima. Ukulima tumesema sungura na manufaa nyingine ni mbolea yake, ati zile mkojo na kinyesi chake. Sasa unapata hii design inakuwezesha unakuwa unaweza kuharvest ile mkojo kwa sababu hii cage iko self cleaning hapa ndani. Kwa hivyo inamaanisha huu sungura akienda choo inapita, ikipita inakusanywa hapa na ile bati, alafu pale kwa nyuma tumeweka gata ambayo inaenda inakusanya kwa kibuyu. Sasa hiyo ukipata hiyo mkojo na ukipata hii kinyesi yake ni mzuri sana kwa ukulima. Nasemanga ile urine yake, the urine is a pest repellent. And kile kitu inafanya
ina repel wale pests, wanaenda mahali kwengine. Haiui kama herbicides ama pesticides zile tunapuliza kwa mimea. Hiyo inafanya wale wadudu wanaenda mahali kwengine kwa sababu bado tunawahitaji kwa ecosystem. Na sasa uzuri wake sasa, mkojo wenyewe pia uko very rich in nitrogen, phosphorus and potassium. So ni repellent na bado pia ni mbolea. Kwa hivyo sasa ukispray wale pests wakienda, ule mmea unapata nafasi ya kuabsorb zile nutrients. Na sasa uzuri wake mwingine, since iko pia in liquid nature, inashuka ama ina trickle down, na ile mmea inaenda paka kwa mchanga. Ikifika kwa mchanga inaweza nourish ile mchanga. Ule mchanga unakuwa very, very rich, unakuwa na a lot of microbials. Inamaanisha sasa kama ni kilimo chako cha mboga ama kilimo chako cha matunda, unaweza panda hapo kwa hiyo shamba, mwaka nenda mwaka rudi, bila kujali kufanya crop rotation, kwa sababu labda mchanga umepoteza fertility ama umeisha nguvu. Sasa hiyo ndo manufaa ya kuharvest hiyo urine. Sasa ndo yote inaleta hii design. Tukiongelea breeding na tukiongelea breeds, wewe mwenyewe uko na breeds ngapi? Hapa tuko na aina tofauti ya breeds. Tuko na Flemish Giant hapa. Tuko na Chinchilla. Sasa kama California White, huyu yuko hapa, huyu ni California White. Alafu hapa ndani kuna Chinchilla. Chinchilla mwingine ni huyu. Cha tumshike huyu. Chinchilla mwingine pia ni huyu. Sasa ndo nasema hawa ni hybrid. Hawa ni hybrid rabbits. How old? This one is 2 years. 2 years. 2 years. Na sungura anakuwa reproductive mpaka hata mwaka wake wa 4 wa 5. Anakuwa productive. So ikifika hiyo wakati ndo labda anaanza kuzaa watoto kidogo kama 4 wa 5, lakini kawaida akiwa na afya yake mzuri na bado akiwa mdogo anazaa hata watoto 10, 9, 11. Lakini sungura kawaida yuko na matiti 8. Kwa hivyo akizaa watoto 8, that's the best number for the rabbits. Yes. How do you distinguish the gender? Like you can tell this is a female rabbit, this is a male rabbit. Normally the gender is determined when they are from 2 months. It's the best time to start determining the gender. Because normally after birth, they stay with the mother to between 45 days to 60 days. Then you wean them. When you wean them, they go and stay together again as siblings, for another 1 month. Then when they reach the 3rd month is when you do sexing. And you separate the males and the females. So that's the time you check the gender. Now, if you want to check the gender, basically you take the little one. Perfect. You hold them by the back. They might be fussy. Ooh. So you normally, you see the way I'm holding, you see this? Yeah, the tail, my 2 fingers. Now you pull the tail behind like that. Then with your 1 finger, you check like this. So this is how you check yourself. So you see, if you see the opening, is from up here, kuanzia hapa juu, where I'm putting my thumb. Na hiyo opening naenda paka chini, paka hapa chini. That's a female rabbit. That's a female rabbit. Yeah. Which breed? Yeah. This one we did crossbreeding. Yeah, of a checkered and a Dutch. Yeah. And now let's hope this will be a male. Yeah. This
This was a crossbreeding of? Dutch and checkered. This is a male. Yes, now this is a male. You're right. Now, there's a difference. You see, the male, there's something pointed is coming at the front. Yeah. The opening is not going paka chini. Yeah, true. Yeah? Eh? Yeah. Oh. Now, as we were saying, rabbits are very efficient animals. Actually, their conversion of feed to meat is very high. So they eat very little, and the little they eat, they highly convert it into meat. Now, each rabbit, depending with the age, they have their own portion. They have their own level of portion. Now, if it's a mature one, they stand at 100 grams. If it's a pregnant one, depends with the stage. Because during the first week and the second week of the pregnancy, she normally eats a lot. So you may be giving her maybe 120 grams, 140 grams. But the standard ratio is 100 grams. And we be feeding once per day. You ensure fresh water after every 24 hours. So each and every day, you ensure there's fresh water in the pot. And also for the ones that are breastfeeding, we normally also substitute, as I've said, with some greeny leaves, but now in the evening. What are the managerial practices that you as a farmer you normally do to ensure that at the end of the day, if it's your breed, you want to either crossbreed or you want to have better harvest at the end of the day? What do you normally do? For us, what we normally do, actually what guides us, we have developed SOPs that really help us now in the day-to-day management. And also it's important to have dedication and discipline, especially in keeping records. I think that's what has really guided us. Sasa ningependa pia kujua kama sungura kuna magonjwa maybe inasumbua na if at all iko, how do you notice? Is it in terms of their behavior? You can explain. Kuna magonjwa yanasumbua sungura, but of course most of the time pata tuingia kwa magonjwa, most of the time kitu tunasema sungura atakuwa affected na ile environment tumeprovidea. Because hawa ni wanyama ambao tunawafuga most of the time in enclosed zones. So the kind of environment, the kind of feed you're providing, what kind of other animals are you rearing around, that will determine the health and the hygiene of your rabbit. Because if, for example, kama cage ama kama mabanda yako hauyaeki masafi, then kuna ugonjwa unaitwa coccidiosis. Itakuwa inashika sungura wako kila wakati. Niyo normally ina affect the whole digestive system, because ni kitu indigest. Amekula either cages kwa sababu iliachwa uchafu, labda kuna kitu ameuma, ama pamekaa sana na uchafu, kapata paka pameanza kufanya labda kama wadudu, alafu akikaa na wao anaanza kuwadhuru. So unapata sana kuna hiyo coccidiosis ambayo inaweza kuwa treated na dawa inaitwa Coxid, lakini pia most of the time inaletwa na vile nimesema mazingira usafi na pia chakula. Wadu wagadhie yueyo mada kama kwa machuok aitobangi wadugo kikidhima po. I'm sorry Rajveer. Ngona nikech kawuono wacho ni miriambo. Kata kamano an abiro wacho ni adier Jochieng' mebuduogo kae.
eka iyo chacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge kama luoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kahero joma hero walo. Ano kahero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo janeno marwa kidieny mar ariyo ka adwa na par ni odiochieng' ma kawuono antie Bamburi. Bamburi kae bende wan gi jalno man gi lony mar pith mar apuoyo. Ber mang'eny ma en owuon owacho kinde ma osebedo kopidho apuoyo higni 6. Onyisowa niya nochako matin to gi sani osepidho apuoyo mohao kata 200 gi wiye. Ina mondo achak aduoki chenro ageno ni pi bende in iwuon isemodho nikech kuma antie ni adiera en niya liet ng'eny. Sijui kwako ule sungura mzee mzee wa boma yatoshanaje hapo old. Mzee wa boma hapa yuko na miaka 5. Mzee wa boma hapa yuko na miaka 5. Yuko upande ule, lakini pia hapa kuna wengine madam wa boma. kuna madam wa boma ama warembo Mrs. wa boma. Warembo wa boma. Yeye yuko na miaka ngapi? Kama huyu kuna miaka 3.5 sasa. Amekaa na ni mzito ajabu. Huyu anafaa. Huyu ni mzito ajabu. Kimwachilia atakimbia. Kimbia. Shakuwa mzee anajua nikienda. Ona anataka tu kurudi huko ndani. Anataka kurudi tu kwake. Sasa ndo amangest wale wazee hala ambao tuko nao. Na tukiangalia hizi nyumba kuna sijui kwanza hujatuambia maternity wakiamua ukishamaliza dalili gani huwa zinaonyesha zikitaka kwenda for meeting? Sasa zina ovulate. Sasa sungura kawaida Nizasema mimba yake, pregnancy yake inakuanga induced na mating. Kwa hivyo kawaida wewe ndio utampangia ndio unataka afanye mating. Ndio kwa kibiashara inakuwa pia rahisi kufanya ufugaji wa sungura kwa sababu wewe ndio unapanga vile unataka waongezeke. Kwa hivyo ukishatayarisha kalenda yako, ukishafanya pairing yako according na vile zile records zako ziko, unapanga siku yako ya mating. Kawaida mating ndio ufanye asubuhi sana ama jioni wakati kumetulia kuna joto. Sungura sana wanakuanga active very early in the morning. Actually they are nocturnal animals. So wanapenda sana kufanya shughuli zao wakati wa giza. Kawaida unachukua ule wa kike ambaye anaitwa do, unampeleka kwa kiume. Kwa kiume anaitwa buck. Sasa ukishawapeleka kitu ya kwanza utaona tu kitu ya kawaida watakimbizana. Wakikimbizana alafu ikikuwa successful ule mme atamount ule wa kike. Alafu ataanguka upande moja. Akianguka upande moja, hiyo ni dalili ya kuwa hiyo first cycle ya mating imekuwa successful. Sasa hapo ndipo sasa yule mama yale mayai huwa anashusha. Hapo sasa ndo ovulation inafanyika. Na kitu cha kustajabisha kwa sungura ni kuwa pia anaweza shika mimba juu ya nyingine. Ndio, sungura anaweza shika mimba
Tena ongezeni. Bado akiwa na mimba nyingine. Alafu Ndio. kujifungua atafanya aje? Atajifungua mara mbili pia? Atajifungua mara mbili. Sasa kitu itatokea ni kuwa kama alishika kama hizo mimba zimeachana na wiki moja ama wiki mbili, atazaa ile raundi ya kwanza atazaa. Alafu sasa kwa sababu sasa itategemea na hormone zake vile ziko. Akizaa ile mara ya kwanza, kuna ile mimba nyingine itakuwa inakuja. Sasa unapata akizaa hizo group mbili za watoto zote hazitakuwa sawa. Kuna wale watakuwa weak. Mama anaweza anza kunyonyesha, lakini sasa akija kizaa tena mara ya pili anaacha wale walikuwa wananyonyesha. Na pia sasa hiyo inadhuru afya ya ule mama. Sasa ndo iko recommended wakati unapanga kuanza ukulima. Kitu ya kwanza muhimu ni upate training, upate mafunzo ya kufanya ukulima wa sungura wa kisasa. Unajua kuna ile knowledge tuko nayo ya kuweka sungura kienyeji kama kitambo. Wale unawafungulia, wanakimbia, wanaenda, wanachimba, wanaingia, wanazaa huko ndani. Lakini ndio tunasema hao unaweza pata umekaa na sungura mwaka mmoja, miaka miwili. Kama unataka kupata wanyama, unapata hata hiyo karibia miaka miwili bado hajafikisha ile kilo yatakana ya nyama. Lakini sasa ukifanya ukulima wa kisasa, ukiweza kupata hiyo knowledge sana ya vile ya kujenga hizi structure, kujenga structure, breed tofauti zile unaweza weka ambazo zinaweza faa kwa ukulima wa nyama. Sana kwa ukulima wa nyama watu huendea California White, New Zealand White, Chinchilla, hata Dutch pia wako vizuri. Hawa wengine ma giants, jese kama Flemish Giant, Checker Giant. Sasa kama unafanya wanyama, kitu unaweza fanya, unaweza chukua wile dume akuwe wale giants. Alafu hawa wengine New Zealand, California wakuwe mama. New Zealand, California, they're very good mothers. They're very good mothering instincts. So unapata wale sungura ambao wanazaliwa na wake na mama, most of the time wale watoto mortality rate iko chini sana. Lakini unapata hawa giants shida yao, so ukipata mama giant yeye mwenyewe ni mzito. So anakuwa ule uzito wake saa ingine unamlimit kulea vizuri. Kuna wakulima ambao wana prefer drip system. Na wewe mwenyewe na unatumia hizi pots. Difference ama tofauti huwa ni nini? Tofauti ya drip system na pots, na nafikiri sasa ina vary kutoka kwa mkulima mmoja kwenda kwa mwingine. Zote ziko na uzuri na ubaya wake, lakini naweza sema labda ile ya drip system, kama sungura wako wengi sana, kama tuongelea sungura labda 1,000 kwenda juu, then inaweza kuwa ya manufaa. Lakini nayo pia inataka mahali enclosed, haitaki mahali kuna jua. That's the most recommended approach. Lakini nao sasa pia unapata hii ya pot iko na advantage ikifika kwa magonjwa. Kwa sababu sasa kama kuna infection yoyote kwa yale maji ama kwa ile system, meaning sasa wale sungura wote watakuwa affected. Lakini sasa hii ya pot, meaning sasa utakuwa na handle case by case. Ara lese kama ni wagonjwa, inakuwa ni rahisi kuwafanya quarantine, kuweka wale wagonjwa kivyao na kuwafanya management kivyao. Lakini the drip system is a universal system. So pia nayo iko na manufaa yake, kwa sababu sasa inamaanisha utakuwa hauwekei kila sungura maji kwa kila cage, meaning maji unaweka kutoka kwa source moja, alafu inawa supply
na supply wote. So hapo tutasema inategemea kwa mkulima. Mimi kwa hapa kwa sababu ni Mombasa tuleka, so walikaa nje. Maana kwa sababu ya because hiyo drip system huwa ni pipe. Na hiyo pipe sana sana unapata ni a clear pipe. So ikipigwa na jua inaanza kufanya algae ndani. Sasa ndo kwa sababu hapa tumeweka wali open ndo tuliprefer kufanya na pots. Jokama chenro ma odiochieng' ma kawuono bedo marabora nikech kit puonj mabende kawuono wayudo. Adwa nanyisi ni juma manyien pod wadhi bedo Bamburi kae, kabe pod wadwa ng'eyo ni bookkeeping ni time nang'o. To kopogore gi bookkeeping, value additions mage ma japur kata japith ma wan godo kawuono ni osebedo katimo. Mar adek, wan nyaka gi chenro mabe pod wadhi neno okenge duto te ma ichako ka iloso, wawach ni ka en ring apuoyo, kaka idhi malose, kaka itimone weighing, kaka itimone spicing, gimoro amora madhi gi pith mar apuoyo. Omiyo wachako warom juma manyien. Twende tingine hizo vitu. Wanasema bookkeeping. Utalani vitu vingi sana. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala. Donjie viewsasa.com. Wakenya kote nchini wanaendelea kujishindia mamilioni kila wiki.